Kwa hakuna haja ya kusema watakutenga. Mungu ashakutenga nao. Si ndio? Bwana asifiwe. Soma mstari unaofuata. Sikiliza, yeye ndio ametutosheleza kuwa na huduma ndani yetu. Sawa? Unafanya vitu hapo Mungu anakupa utoshelevu. Ndio mtakatifu na mambo ya ajabu. Wakati huo kuna mtu ana kila kitu ndani ila hana amani. Anasema sio waandiko. Huu utumishi tulionao sio waandiko. Andiko kazi yake ni kuua. Bali roho huisha. Sikiliza nikwambie. Agano la kale ni agano la hukumu. Zinasoma hukumu tu. Sasa Paulo anaita agano la kale agano la mauti. Linakwambia tu usizini. Linakwambia tu usiibe. Siku usipoiba, usipozini, usipotukana, alikwambia hongera. Linakuvizia ukosee tena nyundo nyingine. Si ulijitahidi wewe? Kila mtu hapa alijitahidi awe salama mbele za Mungu. Uliweza? Yaani unasubiriwa kwenye kasoro, kwenye tatizo, ndio unapigiliwa nyundo. Twende mstari unaofuata. Ikiwa huduma ya mauti iliyoandikwa na kuchorwa katika mawe, yanazungumzia kitu gani? Nini kilichoandikwa na kuchorwa katika mawe? Nini? Ni amri zile 10 za Musa, ambayo Paulo anasema ni huduma ya nini? Mauti. Anasema ile huduma ambayo iliandikwa na kuchorwa katika mawe anaiita huduma ya mauti. Nani anajua kwa nini? Nani anajua kwa nini? Nani anajua kwa nini? Kama ile huduma ya mauti ilikuja katika utukufu wa Mungu mpaka watu wakawa wanaogopa. Musa aliyoileta wakati anashuka, uso wake ukang'aa mpaka hakuna mwanadamu aliyetazama. Sawa? Basi kipindi hiko walipumbazika, walifikiri ile ndio huduma bora zaidi. Hawakujua kwamba kuna kiumbe anashuka huku kama jiwe kula pembeni baadaye kidogo. Utukufu wa agano la kale ulikuwa utukufu unaoisha. Utukufu wa agano jipya hauishi, bosi wangu. Niliwaambia agano la kale ni kivuli cha agano jipya. Kivuli chochote hakiwezi kuwa na nguvu sawa na agano jipya. Ndio maana kivuli chako akili kinaigizia unavyokula. Haleluya. Ushakaa kwenye kivuli chako wewe wakati wa jua kali. Wewe ndio unakula. Kivuli nacho kinafanya hivyo hivyo. Ila anayeshiba ni wewe, sio kivuli. Kwa Musa alikuwa kivuli cha Kristo. Sio Kristo kivuli cha Musa. Musa ni kivuli cha Kristo. Ndio maana wakati ametoka mlimani anang'aa, lakini kung'aa kwake kunapungua kwa sababu yeye ni kivuli. Yuko mwanaume anayeng'aa nyakati zote. Haleluya. Na huo ndio msingi imara kuliko misingi yote. Twende mstari unaofuata. Kama ile huduma ya andiko ilikuwa na utukufu ambayo Paulo ameita huduma ya mauti, je, huduma inayoongozwa na Roho Mtakatifu haitakuwa na utukufu mwingi zaidi? Haitakuwa na nguvu na madhihirisho mengi zaidi? Bwana asifiwe. Haleluya. Mnanipata vizuri? Mnanielewa? Naenda sawa na Mungu anavyotaka. Kwa kama ni tofauti na mawazo yako, basi pia ulikuwa tofauti na wazo la Mungu. Ametaja jina la tatu hapo, anahitaja huduma hiyo hiyo. Mara ya kwanza ameita huduma ya andiko. Ndio akasema andiko huua, roho anauisha. Mara ya pili akaita huduma ya mauti. Mara ya tatu hapa anaita huduma ya adhabu. Imekaa kuhesabia makosa tu. Yaani alijifunga kitambaa ili watu wasione ile nuru. Lakini walikaa wiki moja, wiki ya pili hana kitu. Akatoa hamna kitu, utukufu umeisha. Ule utukufu wa kuwa karibu na Mungu, si alipanda kule, akawa na utukufu. Wakati ameshuka, utukufu umeisha. Na nielewa vizuri? Sisi tukiwa na Mungu, hamna utukufu unaoisha. Tunakaa nao milele. Kwa kuwa huyo jamaa tuko naye ndani. Haleluya. Fikra zao zilitiwa uzito, wasielewe vizuri. Yaani hata leo ukisoma agano la kale kuna uzito wa ufahamu. Ila huo uzito unaondoka Mwambie mwenzako, Bwana Yesu nisaidie nielewe. Kama inanichanganya. Niliwahi kuambia siku moja, Mungu sio mjinga kukuambia naenda agano jipya kama la zamani bado lipo na inafaa. Na Mungu anaga plan B, plan A, plan C. Alilileta lile kwa sababu ya kumdhihirisha Kristo katika neno, amelileta agano jipya kumdhihirisha Kristo katika mwili wazi. Kwa agano lote lengo lake sio wewe ushike. Lengo lake ni ujue kwamba bila Yesu huwezi.
Sio kama unanielewa? Vitu vyote ambavyo Bwana Yesu anavifanya ni vitu ambavyo wewe huwezi. Kwani ni uongo? Hivi Mungu alifanya nini mpaka moyo na vitu vyote hapa vinadunda tu siku zote tangu unaishi? Alifanya nini? Unaona? Maisha yako yote ni mwendo wa hivi tu. Haleluya. Unaimba, unasifu, unajisifia, lakini alifanya nini? Mungu alifanya nini? Mgeukie mwenzako. Mwambie huyu mwamba wa wokovu alifanya nini? Haleluya. Huyu mwanaume alifanya nini huyu? Yaani ukienda kuangalia, huoni kinachofanya moyo ufanye hivyo. Hata ukimpiga ultrasound ama chochote kile kilicho bora, utaona tu kuna kitu kwenye ulimwengu wa roho kinafanya moyo uende. Na haionyeshi ni kitu gani? Haleluya. Huyu mwanaume amefanya nini huyu? Mungu alipopulizia tu puani pumzi, kale ka kitu kakaanza. Haleluya. Iko tu akikufanya umgeukie Mungu, wewe muhuni, utajibiwa vichache tu. Iko akikufanya umtukuze Mungu hivi. Umebaki na kumbukumbu ya mwaka jana, eti kisa kuna jambo alijaenda vizuri mwaka jana unalo mpaka leo. Yaani sahau, Mungu aliponiacha. Na bado una mashine yake anaendelea kuisukuma tu. Sasa ngoja nichukue na hii muhuni. Haya. Lalamika vizuri. Hivi hamjui kuna watu ukiachana nao wanachukua na vitu vyao? Wewe kumbuka vizuri tu unanielewa. Alikununulia Samsung. Huawei. Sawa. Anakwambia simu yangu iko wapi? Basi uliniambia ya kwangu. Sasa nilikwambia ya kwako wakati mimi nimekuwa wako. Sasa hivi mimi sio wako. Kwa hiyo vya kwangu sio vyako. Mpo. Sasa kama Mungu naye angesema hivyo, umeniacha na mimi nachukua vya kwangu, kuna mtu angebaki? Huo mwili wenyewe mwanaume aliutoa kutoka kwenye mavumbi hayo akageuza kuwa mwili. Wewe una nini cha kusema? Hayo macho yako ni ubunifu wake, wala usiniambie na uzuri unachangia. Hujachangia chochote kwenye uzuri wako mwenyewe. Sawa? Nani hapa amechangia chochote? Kinyusi zingekaa hivi kidogo tu ingekuwa safi. Atoe hiyo pumzi, afu uziweke vizuri. Twende mstari unaofuata. Hata leo Torati ya Musa inaposomwa, hata leo. Huo. Lakini wakati wote watakapomgeukia Bwana, ule utaji ndio. Basi Bwana ndiye roho, walakini alipo roho wa Bwana hapo. Twende mstari unaofuata. Mwambie mwenzako sisi sote kwa uso usiotiwa utaji. Yaani usiofunikwa. Ukisoma Agano la Kale kuna vitu vinakuwa vimefunikwa, huelewi waziwazi. Ukisoma Agano Jipya unaelewa, kwa sababu aliyekusudiwa Agano la Kale ni Kristo, yupo Agano Jipya. Haleluya. Anasema lakini sisi kwa uso usiotiwa utaji, tukiurudisha utukufu ambao tulikuwa tumepoteza. Kama vile ukijitazama kwenye kioo, tunaurudisha utukufu wa Kristo kwenye maisha yetu. Haleluya. Sikiliza, mwambie mwenzako utukufu wa Kristo unapaswa kurudi ndani yako. Kama vile kwenye kioo, wewe ukitazama kwenye kioo unamuona nani? Basi ukitazama neno umuone Kristo, ila katikati ya Kristo ujione wewe kwamba unapaswa kuwa hivyo. Tunaurudisha ule utukufu. Haleluya. Katika kitabu cha Yakobo 1:22 inasema iweni watendaji wa neno wala sio wasikiaji peke yake. Maana mtu akiwa msikiaji wala sio mtendaji anafananishwa mwenyewe kama mtu anayejitazama sura yake kwenye nini? Si ndio? Alafu ghafla akajisahau jinsi alivyo. Nini maana yake? Kumbe ukisoma neno unapaswa kujiona unapaswa kuwaje. Haleluya. Kama vile unavyojiangalia kwenye kioo unajiona sura yako. Hivi kuna mtu ajijui sura? Ulijuaje? Mwambie mwenzako kioo kilifanya kazi. Sawa eh? Yaani kila mtu sura yake hajaambiwa na mama yake alivyo, alijiona. Ukisoma neno unapaswa kujiona kupitia neno la Mungu. Wewe ukisoma neno unaona nini?
kusoma neno ni sawa na kujitazama kwenye kioo. Kama vile kwenye kioo ukijitazama unajiona wewe, basi kwenye neno ukitazama unapaswa kujiona wewe pia. Haleluya! Sikiliza, kwenye kioo ukijitazama, lengo lako la kujitazama kwenye kioo ni nini? Kioo kazi yake namba 1 ni kujiona, namba 2 ni kuondoa changamoto yoyote iliyokusonga. Wewe ukisoma neno, namba 1 Mungu anakuambia ulivyo. Namba 2 unaangalia, natakiwa kuwa hivi, kwa nini niko hivi? Uondoe tatizo. Ndio umuhimu wa kusoma Biblia, sio kusoma tu tuambiane nimemaliza Warumi yote. Imekusaidia nini? Katika kitabu cha Kutoka sura ya 15 mstari wa 26 inasema hivi, ukisikiza na kufanya yote ni kuagizayo hivi leo, si ndio? Ndipo mimi Bwana Mungu wako sitaweka maradhi yoyote ambayo niliwawekea wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wako nikuponyaye. Wapendwa, leo wanaumwa. Hayo maandiko kwao ni uongo tu. Utaweka mkono juu ya mgonjwa naye atapokea afya. Unawekaje mkono juu ya mgonjwa na wewe mwenyewe unaumwa? Jiwekee mwenyewe. Hayafanyi kazi yao, ni uongo mtupu. Si ndio? Maandiko yote hayo kwamba ukikaa vizuri, mimi na Baba tunafanya makao ndani yako, uko mwenyewe. Washirikina wanakuchezesha wanavyotaka. Wanakuwekea biti kwenye ulimwengu wa roho, wanakuchezesha, unacheza utake usitake. Si ndio? Unaamka asubuhi utaki kula nyama na unajikuta umekula, umeshiba, unachosubiria ni maji tu ya kunywa. Maandiko yote kwako yanaposema ni uongo mtupu, hayatokei. Kwa nini? Biblia inasema kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitakuacha kabisa. Haya, Mungu alivyo pamoja na Musa ndivyo alivyo pamoja na wewe. Eti ndivyo alivyo pamoja na wewe. Sema kama ndio, sema. Nyosha mkono, sema ndio. Kwa nini maandiko yote kwako yanakuwa uongo? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini maandiko yote? Mungu anakuambia hakutakuwa na kitu cha kukushinda. Wewe kila kitu kinakushinda, mpaka unachokiweza unajiuliza hiki nimewezaje? Na mimi sitaki umwangalie mtu, jitazame mwenyewe. Maandiko yote, mambo yote mazuri Mungu aliyosema hayatokei kwako. Kwa nini? Kwa nini? Biblia inasema hautakopa wewe, ila utakopesha mataifa. Sio, mnanielewa? Biblia inasema kila ulifanyalo litafanikiwa. Wewe nini kinafanikiwa mpaka sasa hivi? Unajitangaza mlokole, unalogwa. Wenzako wanaanza kujisifia kwa hadi walokole wanawaweza. Kumbe wewe ni mlokole jina tu. Biblia inasema una jina la kuwa hai lakini umekufa. Wapendwa, muda hatuna wa kuendelea kupiga jaramba hivi. Hatuna, rekebisha. Hatuna. Kila kinachoelezwa na Mungu ni kweli, tendea kazi yatokee. Wewe mwenyewe huwezi kushinda hayo mambo bila msaada wa Mungu. Endelea kushika tu, utaweza. Sawa? Rekebisha msingi leo, urudi kwenye nafasi. Sikiliza. Ebrania 11:3. Biblia inasema hivi. Kwa imani twajua ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vilivyo dhahiri havikufanyika kwa vitu vilivyo dhahiri. Soma. Na nielewa. Ndani yako wewe Mungu kaweka nini? Neno, ambalo hilo ndio Mungu aliumbia ulimwengu. Mungu aliweka kwako ili na wewe uumbe vitu vyako. Unakaa tu kia sana. Wewe baada ya kukataa mauti unalia, nimemkosa mchungaji. Acha ujinga. Na nielewa. Biblia inasema kwamba kwa neno Mungu aliumba ulimwengu. Wewe kwako kaweka nini Mungu? Haya tunaojifunza ni nini? Ili ifanye kazi kwa nani? Kwako, maisha yako yabadilike. Bwana asifiwe. Haleluya. Sikiliza, kinachoponya sio pasta, kinachoponya ni neno lake. Umelibebaje libadilishe maisha yako? Bwana asifiwe. Haleluya.
Badilisha maisha yako, sio maisha yako hayo. Hivyo sio unavyopaswa kuishi. Kanisani hatuji ili baadaye watuzike. Kanisani hatuji wajue tunaamini nini. Kanisani hatuji ili tueleweke na watu. Kanisani hatuji ili jamii tufahamu, hata akitokea matatizo watusaidie. Kanisani tunakuja kujifunza habari za Mungu tu. Amen. Haleluya. Tumfananie Kristo, tuishi anavyotaka na tumuone siku moja. Hata kama maisha yako imetupwa, Mungu akikuhifadhi inatosha. Haleluya. Acheni hivyo vitu. Sikiliza, hebu jiambie mwenyewe, jiambie mwenyewe, amua kubadilika. Mungu yupo kweli na anatamani kubadilisha maisha yako, ila kama mwenyewe utamani abadilike, haiwezi kubadilika. Mungu sio dikteta wa kulazimisha. Tofauti ya pepo na Mungu ni kwamba Mungu anakupa nafasi ya wewe kuchagua. Pepo anaingia ndani yako utake au usitake. Acha kutekwa na dunia. Acha.